Lakini kwa sababu ya hali kuwa ngumu, wamejiingiza kwa mtego ya udanganyifu wa shetani. Wanadanganya kwenye makazi zao. Wewe hujaona leo wengine wanalala na mabosi zao kazini ili tu mradi wasivutwe kazi. Wengine wanalala na manager. Wanalala na wao mabosi wao ili wasivutwe kazi. Wanafanya washarati. Kwa hivyo wanatetea sahani, wanatetea unga. Na nini nafanya hivyo? Kwa sababu wako town. Anaangalia sasa nitafanyaje? Manager ameniambia nilale na yeye ama nikose kazi. Na alafu anafikiria, anaangalia nyumba anafaa alipe. Anaangalia anafaa alipie watoto shule. Wazazi wake nyumbani wanafaa watumie kitu. Kwa hivyo anaona the only option ni kulala na manager apate pesa. Watu wamekuwa makahaba kwa njia hiyo. Kwanza hii town my friend. Mungu akifunua makosa ya watu, hizi manyumba hizi utalia machozi. Watu wamefanya washarati kwa hizi manyumba. Hata paka kwa makanisa leo washarati inaendelea tu. Makanisa anakuambia wewe ndako uimbe kwa madhabahu yangu. Kama msichana kametoka Ukambani, kametoka Kakamega, kasichana kazuri tu, kako na sauti nzuri, kanaimba, kanatoa nyoka pangoni. Jamaa naona haka kasichana siwezi achia kondo zingine huko. Anakuja anamwambia sasa, wewe ili uendelee kutumika kwa hii madhabahu lazima ufanye ABC. Kwa sharati peka kwa makanisa. Ndio naona maandiko yanasema kipindi cha wakati wa Sodoma na Gomora, dhuluma na mateso ilipanda mbinguni. Leo dhuluma bado inapanda mbinguni kama huna habari. Watu wameibiwa pesa zao. Watu wamenyanyasika. Kuna wanaume wanalia kwa sababu mabosi zao wamewanyang'anya bibi zao. Kuna wanawake wanalia kwa sababu mabosi wanawake wamewanyang'anya waume zao. Machozi. Mungu anasikia kilio. Lakini kilio kikipanda juu, kilio kikianza kupanda juu, kilio cha mauaji. Leo hujaona watu wameua paka bibi zao. Wamekatakata. Juzi nilikuwa naona mtu amekatakata, amemweka kwa bag. Vilio vinaendelea kupanda mbinguni. Lakini Mungu hataendelea kushikilia sana. Kwa hivyo wana wa Mungu tuwe makini, tuwe waangalifu. Wewe hujasikia mtu alikatakata bibi yake akamweka kwa bag, sijui alikuwa anamkatakata aende auze ama ampeleke wapi. Kwa hivyo tunakaa kipindi cha mwisho, tunahitajika kuwa makini na tujue namna ya kukaa kipindi hiki cha mwisho. Lakini tusiweke mawazo yetu towns ama katika cities, tuweke mawazo yetu nyumbani na mbinguni ili tuokoe maisha yetu. Wewe hujaona watu wengi wanadanganya leo wakiwa town, wanadanganya. Corruption imekuwa mingi kwa sababu ya hali ya maisha imekuwa ngumu. Kwa hivyo lazima aingie kwa corruption. Mkubwa wake akienda kuresign, lazima amsummon kwanza, amwambie hapa kunaenda hivi na hivi. Lazima ucheze mchezo wetu. Usipocheza tunakuondoa. Kwa hivyo yeye ameresign, na mwenye ameingia pale ni mtoto wa kanisa ambaye ama ni mtoto wa pastor ambaye amebahatika kupata hiyo kazi, lakini anafundishwa corruption na yule aliyetangulia kwa hiyo kazi. Anamwambia cheza wimbo wetu, kama hivyo tunakuondoa. Sasa na huyo mtoto amesoma shule na amepata kazi, si lazima atacheza wimbo wake? Lazima acheze bure tu, kazi inaisha. Kwa sababu anatetea unga na kwa sababu ya maisha magumu ya towns. Leo watoto wengi kwenye hizi university hizi wanatenda ukahaba, wanafanya vitu ambavyo si sahihi. Lesbianism, ushoga uko kwenye hizi university hizi. Wewe unapata tu msichana mzuri tu, ukienda kumtongoza anakuambia hapana, mimi niko na mzee wangu. Akikuonyesha ni mwanamke mwenzake kwenye hizi mashule hizi kwanza hizi university hizi. Ukahaba. Kwa hivyo shetani amefaulu pakubwa kuangamiza watu kiroho na kuondoa kwenye misingi ya kweli na kwa maadili ya Biblia. Leo kwa hizi maduka leo, mtu akipima sukari anaiba kijiko moja kwa kila kilo anaiba kijiko moja ili aendelee, ili at the end of time apate kitu ambacho kitasustain maisha yake, maana gharama imekuwa ngumu. Kwa hivyo watu wanaishi kwa kuibiana. Corruption imekuwa hali ya juu kama kipindi kile. Vilio vya wanadamu vinapanda mbinguni. Mungu hataendelea kuhold vilio vya wanadamu, hapana. Kuna siku atakasirika. Kwa hivyo asikasirike kama bado hujatubu. Mungu asikasirike kama bado hujatoka au hujaondoa mawazo yako katika matendo hayo. Tubu na umwamini Mungu. Na watu wa Mungu kipindi cha mwisho wataishi kwa imani.
Leo hujaona watu wamebonda bonda mikebe ya makaa ili makaa isiingie mingi, na ni mwizi na anaimba kanisani, kila kanisani anaimba, yeye ndio kwaya namba 1, lakini ameibia watu sukari, ameibia watu makaa. Mama mboga anakukatakatio, naona mboga ni mingi, amemwagilia maji, ukienda kupiga kanatoshana na hii ngumi hii. Unashindwa mtakula na mtoto na familia, wageni unashindwa utafanyaje? Na amekuuzia 100, wewe uliona ni mingi, kumbe amemwagilia maji, ukienda kupiga kanajikunja kama ngumi. My friend, corruption kila mahali. Kwa hivyo wale wanatakao kaa kipindi cha mwisho towns, my friend, tutarajie kupatana na hali ngumu, na lazima tujue namna ya kujinasua. Mimi sikuambii utoke sahi, toka kwa wakati wako, toka kulingana na vile ulivyoongea na Mungu wako kwanza, maana sio jambo rahisi. Kuna wengine naone wanaharakisha watu, toka enda, na wale ambao wanaambia watu enda, wao hawaendi, wako town. Hapana, mimi siwezi kuambia hivyo. Mimi nitakuonyesha hali halisi, na nitakwambia vile Mungu amesema tukae katika kimaandiko, kisha jukumu litabaki lako wewe mwenyewe. Umulilie Mungu wako, mwambie kufungulie njia. Umulilie Mungu wako kuonekanie, ujipange haraka iwezekanavyo. Lakini siwezi nikakuboost atifanya hii. Mimi labda nikuombee na ushauri peke yake. The rest inabaki mikononi mwako. Kwa hivyo wengi wameuza maisha yao, wengine wamekufa. Hujaona watu wameuawa, wanawake wameuawa katika nyumba za BNB kwa sababu ya pesa. Wengine wanaenda wanakula paka mavi, wanakunywa mkojo, wanatendewa vitu ambazo si sahihi kwa sababu ya pesa. Dunia hii sana hizi cities, Mungu akijaribu kufunua manyumba, aambie kila mtu, watumishi enda muoneni hizo manyumba, mtalia machozi. Kwa hivyo tusiuze uzima wa milele kwa sababu ya maisha kuwa ngumu, na tusiuze uzima wa milele kwa sababu ya kutetea tumbo, kwa sababu ya kutetea maisha ya kesho. Tusifanye hivyo ndugu zangu, tusifanye hivyo. Tusiwe kama Esau. Esau ndiye aliyeuza. Hebu angalia, na maandiko yanatuonya kwenye kitabu cha Mwanzo 25:29 inasema hivi. Inasema Yakobo akapika chakula cha ndengu. Esau akaja kutoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimuita jina lake Edom. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya uzaliwa wa kwanza. Esau akasema, tazama mimi ni karibu kufa, itanifaa nini haki hii ya uzao? Yakobo akamwambia, unipe kwanza. Naye akamwapia, akamuuzia Yakobo haki ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha ndengu, naye akala akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Tusiuze uzima wa milele kama Esau, tusiuze my friend. Esau alijidharau baada ya kufanya. Kuna vitu mingi watu wamejipata wakifanya katika cities, lakini baadaye anajidharau. Wengine wamezeeka wakiwa kwa anasa, sasa hivi wanajutia. Wengine wanatapika damu sasa hivi, maana walifanya vitu ambavyo havifai. Walifanya mikataba na shetani, walijiingiza katika mitego ambayo wezi wakajitoa kwa sababu ya chakula. Kwa hivyo tusiangalie tu vitu ambavyo vinafaa sasa hivi, tusiangalie tu chakula. Tuangalie hiki ninachokifanya, maamuzi haya yatanifikisha wapi na nini matokeo yake baadaye. Maana shetani anatumia chakula kumtega mwanadamu na maisha mazuri. Hata leo wadada wetu, wasichana wetu wanapoolewa, anaangalia kwanza aone huyu kijana ambaye naolewa naye ako na pesa, ako na gari, ako na nyumba, ako na maisha mazuri. Alafu baadaye anaona huyu hana, anasema mimi siolewi na maskini. Anaenda anatafuta mwenye gari, mwenye nyumba. Kumbe mwenye ugari na mwenye nyumba huyo labda ako na bibi wake mwingine nyumbani, ama hizo pesa hakupata kwa walali. Anaingia kwa ndoa, baadaye anaanza kulia, mume wangu sijui hivi. Mara wengine wanatolewa kafara, maana waliangalia chakula. Dada yangu, usiangalie chakula, usiangalie. Mungu anapokubariki na mume na kweli ukampenda, kubali kuishi naye kama alivyo. Mungu aliyewakutanisha ako na uwezo wa kuwabariki
Mungu aliyowapatanisha ako na uwezo wa kufanya miujiza katika maisha yako. Maandiko yanasema mke mwema huijenga nyumba yake. Maandiko yanasema mwanamke mpumbavu anabomoa nyumba yake. Inamaanisha wakati Mungu ameunganisha, mibaraka yake inaanza kushuka hata kama mlikuwa maskini. Lakini mwanzo inaanza kwa mwanamke akiwa mwaminifu, faithful, na hawa wameamua, Mungu atawabariki, Mungu atawaonekania. Lakini si kama wasichana wa leo wanaangalia vitu ambavyo vya kuisha. Anaangalia simu, utaninunulia nini? Utaninunulia iPhone? My friend, tusiweke mawazo yetu hapo. Mimi naambia wasichana ambao ni wana matengenezo, msijaribu kudanganyika kwa sababu ya ABCD. Hapana. Kama mmependana, kubali hali ya kijana ambayo umempenda, na muombe Mungu na mtie bidii katika kazi ya mikono yenu. Mungu amesema atabariki kazi ya mikono yenu. Kwa hivyo Mungu ako na uwezo na atawaonekania, lakini sio kujiingiza kwa taabu, usherekee kidogo alafu baadaye ukufe. Ndio naona shetani leo amewadanganya watu kupitia hata nyimbo. Anasema ati maisha mafupi ni mazuri, ati bora ni enjoy. Ni shetani anaharibu akili zenu na hamna habari. Anaharibu akili za wengi. Ati bora ni enjoy, ati maisha mafupi, sijui nifanye nini. My friend, usidanganyike. Mungu hajapanga tuishi maisha mafupi kama vile hizo nyimbo zinasema. Hapana. Mungu ametupangia mema. Mungu ametupangia tukufe katika uzee mwema. Sio kukufa mtu ukiwa na miaka 20 tunakufa, au enjoy mke wa ujana wako atumekufa. Hapana, hiyo sio mpango wa Mungu. Hapana, hiyo mimi nakataa. Hapana. Wale waliokufa kabla ya kutimiza miaka yao. Maana Mungu alisema kwenye kitabu cha Zaburi, wakati dhambi ilipoendelea kuongezeka duniani, Mungu alisema mtu atakufa mwenye umri miaka 70, na ikiwa amekula sana ama ana nguvu 100 na kuendelea. Lakini sio kukufa hadi miaka 50. Wewe hujatimiza ahadi ya Mungu, hujamaliza kazi yenye Mungu alikupatia ufanye duniani. Jukumu ambalo Mungu alimkabidhi mwanadamu alijaisha. Mwanadamu yoyote ambaye amekufa chini ya umri wa miaka michache, my friend, hajatimiza kile ambacho Mungu alikuwa amepanga mwanadamu akifanya akiwa duniani. Kwa hivyo tunafaa tufe tukiwa na miaka 70 kuendelea. Lakini wengi leo wanakufa kwa sababu walifanya mikataba, kwa sababu babu yao walifanya mikataba na shetani, walifanya makosa na My friend, tujiondoe. Ni wakati wa kukemea hizo malaana na hizo roho zitoke katika familia yako. Yule ambaye amebatizwa, ameingia kwenye kanisa la Mungu la kweli, anakuwa kiumbe kipya. Kwa hivyo lazima, ili aendelee kuwa kiumbe kipya, lazima aendelee kushika maagizo ya Mungu. Bure tu hilo laana zitamfuata. Maana Yesu anasema hauwezi ukamtumikia mabwana wawili. Hauwezi. Tunamtumikia Mungu na huko kwa duniani. Ile laana ya duniani yenye babu ya baba yako alifanya mkataba itakufuata tu bado. Lazima utangaze msimamo. Kwa hivyo tutangaze msimamo, tusiuze urithi wetu wa uzima. Sisi tunarithi ahadi za Ibrahimu. Kwa hivyo urithi wetu tusiuze kama Esau alivyouza urithi wake. Inatuonya pia kwenye kitabu cha Warumi 9. Angalia Romans 9 verse 13 inasema, kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Kwa nini Mungu aseme hivyo? Alimchukia Esau maana Esau hakujua ya kwamba tunafaa tuishi kwa neno la Mungu. Yeye alisema hapana, aliangalia chakula tu, aliangalia iPhone, akaangalia tu vitu za kawaida hizi tu, akasema hapana, sasa hii urithi, hii cheo itanifaa nini? Chukua, nipeni chakula. Na leo ndio wasichana wengi hivyo wamejiachilia mikononi mwa sponsors leo, lakini hawajui wanalala na baba zao, wanajipatia laana, wanamkosea Mungu, wanafanya washarati. Mungu anasema alimchukia Esau maana Esau hakuwa serious na ufalme wa mbingu, wala hakuwa serious na kuzingatia maagizo ya Mungu. Mungu anasema alimchukia. Angalia pia kwenye kitabu cha Waibrania 12 mstari wake wa 16 inasema hivi, asiwepo mwasharati wala asiye mcha Mungu kama Esau. Umeona vile maandiko yanatuonya? Asiwepo mmoja wetu mwasharati
wala asiyemcha Mungu kama Esau alivyouza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja. Mungu atusaidie sana. Kwa hivyo lazima tujue namna ya kuishi kipindi kigumu. Mungu anasema asiwepo mmoja wetu ambaye atakuwa kama Esau, mtu wa kuangalia mambo ya kesho. Hapana, angalia future, our destiny itakuwaje? Tutalia katika moto wa milele ama tutapata uzima wa milele? My friend, Mungu atusaidie sana. Kwa hivyo tunafaa tumtegemee Mungu na tumuombe Mungu atusaidie, tuendelee kushikilia imani ya kweli na tuendelee kudumu katika misingi ya kweli. Na Mungu awabariki sana tunapotafakari ujumbe huu na tunapoendelea kujifundisha mengi. Hii ni sehemu ya kwanza. Nitakuja na sehemu nyingi ambayo inazungumzia matukio ya siku hizi za mwisho na namna ya kukaa. Mungu awabariki sana na muwe na wakati mwema. Na pia kwa wale ambao wanatusikiliza na wako na zaka zao, usikubali kukaa na zaka. Usikubali kukaa na zaka, hapana. Zaka zako ambazo unaona tunafanya kazi ya Mungu, weka kwa hii namba. Hii namba ambayo iko hapa. Hii ni namba ambayo tuliunganika watumishi kwa ajili ya zaka peke yake. Weka zaka yako hapo. Lakini sadaka unaweza ukatuma mahali popote ambapo roho yako imekusudia, aidha ni kwa mtumishi Ndacha, mahali ambapo mkutano inafaa ifanyike, ama tunahitajika, ama labda kuna speakers zinahitajika zitengelezeke, ama kwa mtumishi Frank. Zaka weka hapa. Lakini sadaka unaweza ukatumia yoyote, maana zaka inafaa tushughulikie sisi sote, tumeunganika watumishi. Kwa hivyo ukituma zaka kwa hii namba, si ati kwa hii namba ambayo iko kwenye hii screen, si ati inakuja kwangu nitafaidika peke yangu, hapana. Watumishi wa Mungu ni wengi, tunahitajika tuwasaidie kupitia hii zaka ambayo unatuma kwa hii namba. Na hii ndio namba ya wana matengenezo Kenya mzima. Tuma kwa hii namba zaka yako. Lakini sadaka yako unaweza tuma kwa namba yangu, ama unaweza ukatuma kwa namba ya mtumishi Ndacha, ama kwa namba ya Frank, kwa mtumishi yoyote mahali ambapo hitaji linahitajika, labda kupeleka mkutano sehemu fulani, ama gari, mafuta, ama sehemu yoyote. Tuwa waaminifu, naye Mungu atakuwa mwaminifu kwa vikubwa. Mungu awabariki sana na muwe na wakati mwema. Asanteni. Wording of last days. Sauti ya ukweli.